Yesu asifiwe sana. Na hii additional inasumbua watu, inakusumbua, inafanya mtu ajiulize how shall it be. Biblia inatuambia don't worry about tomorrow. Yesu asifiwe sana. Binadamu tuko na shida moja ya worries. We worry. Tuko na issue ya kujisumbua akili, tukijiuliza itakuwaje, itakuwaje kesho, itakuwaje hii ikifanyika. Yesu asifiwe sana. Na neno linasema hivi, tuache kujisumbua, maana yule aliyetuumba ako na jibu. Yesu asifiwe sana. Ako na jibu tayari, ako na jibu juu ya maisha yako, maana yeye ndiye alikuumba, anajua suluhisho ya yale yote unayopitia. Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Watu huwa wanakuwa worried mpaka wanafanya mambo ambayo haieleweki. Wakati mwingine nilijikuta wakati mmoja nilikuwa nimeajiriwa na serikali, na ile mshahara tulikuwa tunapewa wapendwa, haikuwa inaweza kutosheleza hata nguo. Mimi nakumbuka tukifunza, wakati tulikuwa tunafunza hiyo miaka, mshahara wa graduate, mtu amesoma university na amemaliza, ilikuwa 3,400. Alafu inatolewa tax kidogo, unabakishiwa kama 3140 hivi, 3140. Na hiyo pesa ndio tegemeo lako. Na unajua mtu akitoka chuo kuna mategemeo ya mavazi, especially mavazi. Na mavazi yalikuwa juu. Chakula ilikuwa very cheap. Maana mwezi mmoja ningetumia shilingi kama 50 hata ingeisha 50 ukiwa peke yako. Maana vitu kama sukari, ugali, sukari ilikuwa kama shilingi 3, unga pia ilikuwa 3, unga ngano kama 4 hivi shilingi 4. Kwa hivyo vyakula vilikuwa chini, lakini nguo zilikuwa juu wapendwa. Kupima suruali ninakumbuka ilikuwa 600. 600. Suti ilikuwa inaenda 3,000. Kwa hivyo suti ni 3,000. Ina maana hiyo mwezi kama umeenda kupima umemaliza mshahara. Umaliza mshahara. Kama ni shati ilikuwa kwenye 800 huko. Ilikuwa kwenye. Kwa hivyo nguo bei ilikuwa kali. Kiatu ilikuwa hata nimeweka kiraka. Hata nakumbuka kuna mwanafunzi mmoja alikuwa ananiambia kuna kiatu moja unapenda sana. Kama kiatu gani? Kile umeweka kiraka. Yaani tulikuwa tunaweka viraka wapendwa, kwa sababu vitu vilikuwa juu. Ilibidi nijiulize nitafanyaje. Nilijikuta nimeondoka kwa serikali, nimeenda kutafuta kazi private. Inakuwa hivyo. Worries na kufanya utoke hapa uende pale. Si vibaya kubadilisha, lakini ni vizuri kama vile Biblia imesema that 3 seek first the kingdom of God. I think that is the main teaching. Seek first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wake Mwenyezi Mungu. Na tunatafuta ufalme wake Mwenyezi Mungu kupitia maombi. Wapendwa, wacha tuwe watu wa maombi. Wacha tuwe watu wa kutafuta all our solutions kwa maombi. Wacha tulilay all our troubles to God before we make decisions. Yesu asifiwe sana. Maana there are some decisions that we make ambazo zinaweza zika-affect maisha yetu. Lakini tukimuomba Mwenyezi Mungu, tukienda mbele zake Mwenyezi Mungu ambaye ako na solution, ako na suluhisho ya yale yote tunayopitia, tukienda kwake Mwenyezi Mungu itakuwa rahisi sana. Itakuwa rahisi sana na Mwenyezi Mungu ataweza kutupatia jibu. Maana Yesu ni jibu. Yesu ako na jibu. Yale yote tunayopitia, tunajua Mwenyezi Mungu tunapoenda mbele zake ataweza kutupatia suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuache, Yesu anasema hapa 34, tuache kujisumbua na mambo ya kesho. Na kila mtu huwa anajisumbua na mambo ya kesho. Hata tunaweka pesa benki. Ni vizuri wapendwa. Si vibaya kuweka pesa benki kusave. Si vibaya. Na si vibaya hata kuanza biashara. Nasema ni vizuri kuanza biashara. Kienda huko mashinani kule vijijini, utakuta wamama wanaweka tu vitu kwa nyumba. Si necessary zake za kukula, lakini anaangalia kesho. Unaona ameleta kuku, ameweka kuku hapo, maana kuna mayai ambaye hataki kwenda dukani kununua. Hiyo kuku itakula humu, lakini na mwishoe atapata mayai. Unaona?
si vibaya kufikiria mambo kama yale, lakini Yesu nadhani alikuwa anaongea kuhusu zile challenges ambazo tunapitiaga zinafanya tuwe na msisimko huko ndani, wakijiuliza kesho itakuwaje. Yesu asifiwe sana. Kesho itakuwaje? Hapo ndipo neno linasema tuache kujisumbua na kesho, maana yule aliyetuumba ako na suluhisho. Yesu asifiwe sana. Yule aliyetuumba ako na suluhisho. Ukianza kujisumbua itakuwaje, utakuwa umeanguka mtihani, utakuwa unamuondokea. Unajua Yesu anataka kila wakati tuwe well connected with our God, and the only way we can get well connected with our God ni kutofikiria out. Acha nitumie ile neno ambayo inajulikana sana, don't think out of the box. Thinking out of the box ni kufikiria nje yake Mwenyezi Mungu, kuwa kwenye ufalme wake Mwenyezi Mungu, kuwa kwenye maombi hata itendeke namna gani. Kama mafuta sasa ilienda juu na watu wamesumbuka, wengine walikuwa na mipango, sasa ile mipango imeharibika, maana kuna changes. Lazima hii kitu ita-affect hata uchumi wa nchi, ita-affect hata hali ya maisha. Unaona? Sasa hiyo worries italeta matatizo maishani mwetu. Yesu asifiwe sana. So let us not worry. Seek the kingdom of God. Kwa kila jambo wacha tutafute ufalme wake Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ako na suluhisho ya mambo yote tunayopitia. Verse 33 imesema ongeza, all these things shall be added unto you. I like that. All these things shall be added unto you. Yani yale yanayotusumbua na yale tunayo what we hope for shall be added unto us. Yesu asifiwe sana. Yale yote ambao tulikuwa tuna haja nayo, Mwenyezi Mungu ataenda hata kuyaongezea. Sio tu hayo tutakayopata, bali tutapata hata ongezeko. Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu atahakikisha tutapata. Yesu asifiwe sana. So hali ile ambayo Mkristo anastahili kuishi, wale watu ambao wanaamini, ni vizuri kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kuwa kwenye huo ufalme na kusimama na yeye, na hakuna jambo, hakuna mambo, hakuna hali hata iwe namna gani ambayo itakuwa ngumu maishani mwetu. Yesu asifiwe sana. Wacheni tumtegemee yeye, maana tunapokuwa na usumbufu maishani, hali itabadilika. Hali yetu ya afya itadhoofika. Yesu asifiwe sana. Wale watu wanapata magonjwa mengi ambayo yanaleta maafa yanatokana na hali ya wasiwasi juu ya kesho. Magonjwa kama high blood pressure, magonjwa kama stress, magonjwa kama depression, yote yanaletwa na ile hali ya kujiuliza itakuwaje, hii kitu imefanyika hivi itakuwaje. Lakini kwa wale ambao wanasimama na neno, wale ambao ni waaminifu na neno, wale ambao hawabadiliki, Mwenyezi Mungu huwa anawapatia suluhisho kila wakati. Yesu asifiwe sana. Kuna hali ambayo inaweza leta hata hali ya kurudi nyuma, na hiyo hali ya kurudi nyuma inaletwa na hiyo issue ya ufadhaifu, worry. When you worry, you move out of the way. When you get worried, unamuondokea Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mwenyezi Mungu unahitaji tegemeo. Ufalme wa Mwenyezi Mungu unahitaji imani, very strong faith, kusimama na Mwenyezi Mungu hata hali iwe namna gani. Nataka kuwapatia mfano tu mmoja kwa sababu ya wakati, mfano ambao ni wa Abraham. Abraham huwa ananijenga sana. Ukisoma Genesis chapter 12 from verse 1, Abraham, Mwenyezi Mungu alimtokea Abraham na yale maneno alimwambia, kwa mtu wa kawaida ni maneno ambayo ilikuwa inakaa kama ni mtu ambaye anamuenjoy. Maana aliambiwa
nataka uinuke na uondoke hapa. Uinuka na uondoke. Yaani kwa ufupi, Mwenyezi Mungu ndio aweze kukutumia. Mwenyezi Mungu ndio uweze kuwa rafiki na yeye, ndio uweze kuwa wa kufanikiwa. Lazima ukubali kuinuka na kusonga na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia inuka na uondoke. Abrahamu hakusema hapana. Hakusema. In fact hakuuliza hata ni wapi. Hakuuliza, aliinuka tu na akaondoka. Na unaimagine kuondoka kwenu si kitu rahisi wapendwa. Si rahisi kuambiwa uondoke. Na kuambiwa uondoke alafu urudi. Unajua unaweza ambiwa inuka enda Nairobi. Lakini unajua after some time utarudi nyumbani. Hapa aliambiwa ainuke, aende kwenye pahali ataonyeshwa, na akakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama watu ambao tunayemwamini Mwenyezi Mungu, wacheni tuwe tayari kusikia sauti yake, na akisema tuinuke na tuondoke, tutakuwa wakubarikiwa. Ya pili, alimwambia nitakubariki. Ukifanya vile nitakubariki. Akamwambia nitakubariki na nitabariki kizazi chako. Hapo ndipo sasa mimi naonaga hata Abraham alikuwa na imani kali sana. Anaambiwa atabarikiwa na kizazi chake na hana mtoto. Anaambiwa atabarikiwa na kizazi chake na mke wake ashapita ule umri wa kupata watoto. Anaambiwa atabarikiwa na kizazi chake hata yeye unajua umri pia unasemaga. Alikuwa anajiona kabisa hata haiwezekani. But he knew that it is possible with God. He knew it was possible with God. And it is because of that faith, kwa sababu ya hiyo imani, Mwenyezi Mungu akaweza kumbariki. Yeye hakuwa na ile worries ati itakuwaje. Yeye aliamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliamini, na kwa sababu ya hiyo imani Mwenyezi Mungu akamtia nguvu, na eventually tunaona Abraham akibarikiwa. Na yale maneno Mwenyezi Mungu alimwambia chapter 12 tunaona ikiwa fulfill. Tunapoendelea kusoma, unaona chapter 17 kuna baraka hapo inatokea. Tunaona Ishmaeli amesaliwa. Tukiendelea unaona Isaka anatokezea. Tukiendelea, wakati Sara alikufa, sijui kama alikufa kwa sababu zinasemekana walipoona kwamba Abraham na Isaka wameenda kwa muda mrefu, Sara alichukua safari ya kwenda kuwatafuta. I think kuna mtu aliambia Sara, huyu mumeo na vile anavyopenda Mungu, anaweza kuwa alienda kusacrifice mtoto wako, the only son. Akainuka akafuata, hakuweza kurudi. So Abraham, kwa sababu neno lilikuwa limetoka, unajua Mungu akisha nena amenena, akamfanya aoe mke mwingine, na kupitia huyo mke mwingine alipata vijana 7. Na Yesu asifiwe sana. Na mimi naonaga hapo ndipo tulitokea sisi wa Afrika, maana wengi, kuna wale walikuja mpaka Ethiopia, kuna wale walisettle area ya Egypt. Ninaona huku tulikujia. Kwa hiyo sisi ni kizazi cha Abraham wapendo. Kizazi cha Abraham. Si kwamba unajua kuna watu wanasema kwamba ati it is not only through the son of mtoto wa Isaac ambaye alikuwa anaitwa kuna mtoto wa 4 ambaye tunamjua. Tunaambiwa the blessings of Africans ilitokea ndio Yesu akazaliwa. Pamoja na Yesu kuzaliwa, pamoja na kukombolewa, kuna damu ya Abraham juu ya mizizi yetu. Maana kupitia huyo mke wa Abraham na sisi tukapata baraka. Yesu asifiwe sana. Aliambiwa ajaribu kuhesabu the stars of heaven, akasema hawezi. Akaambiwa kizazi chako kitakuwa vile. So let us not worry. That is the word. Let us not worry. Let us not get worried, kwa sababu tunaona hali ikiwa hivi ama vile. Wacha tumwamini Mwenyezi Mungu. Wacha tusimame na neno lake Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atabadilisha hali. Kama alibadilisha hali ya Abraham. Na hali ya Abraham ilikuwa ngumu. Hali ya Abraham ilikuwa inakaa impossible. Umri alikuwa amezeeka. Na yale mambo Mwenyezi Mungu alikuwa anamwambia ilikuwa inakaa kama haiwezekani. Yesu asifiwe sana.
ilikuwa inakaa kama haiwezekani. Aliposema nikakubariki na utakuwa baraka kwa dunia. Kama ni mtu mwingine akimwambia hey, Mungu wacha mchezo, muone mimi ni mzee, lakini yeye aliamini na akajua kweli ni Mungu amenena, na Mungu akinena yatatendeka. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu atuongezee hiyo imani, tuwe watu wa kuamini, tuwe watu wa kukosa kukata tamaa, tuwe watu ambao hata hali itokee namna gani tujue ya kwamba Mungu ako na suluhisho. Bwana asifiwe sana. Hata mafuta wakipandisha ifike sasa iko 200 naenda 250, hata ifike 300, manake tunaelewa sio serikali ya Kenya imefanya, ni vita vinaendelea kule. Hata mafuta iwe namna gani, sababu mafuta ikipanda hali yote ya uchumi inapandaga. Wacha tuamini huo Mwenyezi Mungu yule aliyetuumba ya kwamba hatutakosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kidogo utakachopata Mwenyezi Mungu atakibariki na kitakuwa kingi katika jina la Yesu. Tumwamini na tusimame pamoja na yeye, na atakuwa kutubariki na atakuwa kutuinua. Hatutakosa chochote katika jina la Yesu. Kama Abraham aliweza kubarikiwa, Biblia inasema kwamba mwili wa Sara na mwili wa Abraham ni kama ulikuwa umekufa. Maana Biblia inasema kwamba Mwenyezi Mungu alileta yani ile nyungu ya Sarai ikafanyika kuwa life once again. Kwa hivyo ilikuwa imeisha, ilikuwa kazi yake imeisha. Mwenyezi Mungu akaifanya ikawa active. Bwana Yesu asifiwe sana. So hakuna kitu Mwenyezi Mungu anaweza kosa kufanya, na usipokata tamaa. Kuna kitu ambacho kinaonekana kama macho yetu, unajua macho yetu ni limited. Macho ya binadamu inaona kitu kama kimeisha, kumbe Mwenyezi Mungu anaweza ipulizia life, anaweza pulizia pumzi itokee life na makuu yaweze kuchipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Makuu yanaweza chipuka katika jina la Yesu. Mema yanaweza tokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua hata kuna watu tulikuwa tumeona mambo yao yameisha. Kuna watu tulikuwa tumeona hata kwenye our families, unamwangalia hivi unaona hiyo hali yake finished. Lakini Mwenyezi Mungu anabadilisha. Mwenyezi Mungu analeta mpango mpya na hali inabadilika. Wacha tumuamini huo Mwenyezi Mungu na tuache kuogopa kuhusu kesho. Neno limesema do not worry. Maana when we seek first the kingdom of God, because that is the word. When we seek first the kingdom of God, all these other things shall be added. Tunapomtafuta ufalme wake Mwenyezi Mungu, sio tu yale tunaomba, na nataka hiyo ushike vizuri. Sio tu yale, sababu tunaomba vitu ambavyo tunaona na macho yetu, lakini Mwenyezi Mungu anasema ataongeza hata zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunaomba. Na tunapomtegemea yeye atakuwa mwaminifu na hakuna jambo tutakalolikosa katika jina la Yesu. Nataka tuende mbele zake Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu sababu ya wakati. Wacha tumshukuru kwa sababu ya hili neno. Ni neno la kututia nguvu ya kwamba let us not worry about tomorrow. Let us not worry about our situation. Sometimes situations zinatokeaga na shetani wakati mwingine unajua anatuneneaga kupitia certain situation. There are situations at times ambao shetani anazipanga ndio tuvunjike roho zetu, ndio tuone kama haitawezekana. Let us go before God. Nena about that situation that you are passing through. Mwambie Mwenyezi Mungu kuhusu hiyo hali ambayo umekuwa ukiifikiria. Mwambie mimi ni